أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى فهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. الإيمان والإسلام, ikiwa tupo katika mwendelezo wa kitabu chetu pendwa hichi kiitwacho Madarijul Ula, ambacho ni sherehe ya Tabaraka Dhul Ula cha al-Imamu Abul Mubarak Hasan ibn Umairi Ash-Shirazi afa Allahu anhu. Basi leo kwa taufiki yake Mola Subhanahu wa Ta'ala tutakuwa ni wenye kuendelea ukurasa nambari 49 na ubeti ambao tutakuwa ni wenye kuondoka nao ni ubeti nambari 30 unaosema falaisa akhu razanati man tajafa walakin man tashammara lilfalahi. Anasema falaisa, basi hakuwa akhu razanati, yule mwenye busara. Akhu ay sahib, akhu razanati, yule mwenye busara. Man ni yule ambaye tajafa, ni mwenye kujiepusha na taa ama mwenye kujiepusha na ibada. Falaisa, hakuwa akhu razanati, yule mtu mwenye busara. Man tajafa, kwa ni yule ambaye mwenye kujiepusha na taa. Walakin, lakini, man ni yule ambaye mwenye busara, ni yule ambaye, man ni yule ambaye, huwa sahibu razana ni yule ambaye tashammara lilfalahi, amejitahidi au amejifunga kibwebwe lilfalahi, kwa ajili ya yale mambo mazuri, ai as-salahi, yale mambo mema, yale mambo ambayo atakwenda kumsaidia kesho akhira. Falaisa akhu razanati, hakuwa mwenye busara, au unaweza ukasema mwenye akili, kwa sababu si kila mwenye akili ana busara, bali kila mwenye busara ana akili. Kwa hiyo kwa kuwa ana busara hapo, basi mwenye akili pia huingia umo. Kwa hiyo unaweza ukashika tafsiri kwa tafsiri zote mbili. Falaisa akhu razanati, hakuwa yule mwenye busara au mwenye akili, unaweza ukafasiri hivi. Anasema walakin, lakini, man ni yule ambaye, bimaana mwenye akili, mwenye busara, mwenye hikma ni nani? Ni yule ambaye tashammara, amejitahidi, amejifunga kibwebwe. Tashammara, amejitahidi, lilfalahi, kwenye yale mambo mazuri, bimaana kwenye taa hizo, kwenye ibadati mbalimbali. Huyo ndio sahibu razana. Namba 30 chini hapo wanasema falaisa fi dunya dania, basi hakuwa katika hii dunia ambayo ni duni. Akhu ay sahibi, ay sahibu, akhu ay sahibu, maana yake yule sahibu razanati, yule mwenye busara. Alladhi, yule ambaye yazinul umura, huyapima yale mambo. Alladhi, yule ambaye yazinul umura, huyapima yale mambo. Limaarifati thiqali, limaarifati thiqali, kwa ajili ya kujua uzito au kwa ajili ya kutofautisha uzito. Minal khiffati, kutokana na wepesi. Yani anapima yale mambo ili kutofautisha, uzito ni huu, wepesi ni huu. Wapi tena? Ndiyo, anasema ay yule ambaye yazinul umura, anayapima mambo. Limaarifati thiqali, ili kutambua uzito. Minal khiffati, kutokana na wepesi, ili bimaana kutofautisha uzito kutokana na wepesi. Wal muradu bihi, na makusudio ya hapo, bimaana huyo sahibu arrazana, man ni yule ambaye yandhuru fi awaqibil umuri, anaangalia mwishoni mwa mambo. Yani angalia kwa jambo hili mwishowe lina hali gani, au kwangu mimi litakuwa lina hali gani, hali nzuri au hali mbaya. Ikiwa kama ni hali nzuri, basi mwisho wa siku atalifanya jambo lile kwa kujikaza, hata kama nafsi haitaki, ili mradi ajua kuwa mwishoni itakuwa ni mwenye kufaidika. Ikiwa lile jambo ni baya kwa dhati yake, hata kama mwanzoni au lile jambo kwa jinsi unavyoliona lipo katika hali ya uzuri, lakini mwishowe ni mbaya, basi jambo kama hilo huliwacha. Kwa hiyo anapima mambo ili mradi ajue mwisho wa siku kitakachonirudia mimi ni faida au ni hasara. Huyo ndio akhu razana. Kwa hiyo anasema akhu razana, yule mtu mwenye busara, hakuwa ni yule ambaye man
ni yule ambaye tajafi ani taati, ni mwenye kujiepusha kutokana na taa, wala ibadati, na ibada, huyo si mtu mwenye busara. Man ni yule ambaye tajafa, amejiepusha, bimaana amejieka mbali, kama ilivyokuja kulitatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tamaa. Shahidi hiyo tajafa. Anasema si yule ambaye anayejiepusha an taati, kutokana na taa, kumtii Mola, wal ibadati, na ibada. Walakin, lakini akhur razana, huyo akhur razana man ni yule ambaye tashammara ay jadda wajtahada. Tashammara, amejifunga kibwebwe. Jadda bimaana amejipinda, wajitahada, na akajitahidi. Wajitahada, na akajitahidi. Mutawajjihan, hali ya kuelekea, lilfalahi ay as-salahi, kwenye yale mambo mazuri, mambo mema, bimaana atakaomsaidia kesho akhira. Faman tajafa ani taa, basi yoyote yule mwenye kujiepusha na taa, wa athara alhayata ad-dunya, na akatanguliza uhai wa dunia, akatanguliza maisha ya dunia, fa innal jahima, basi hakika moto wa jahannam, hiya alma'wa, hayo ndio makazi yake. Walau kana, na lau angelikuwa huyo mtu razinan, ni mwenye busara, ni mwenye akili, ni mwenye hikima, la raa anna alhayata ad-dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhuru. Anasema lau huyo mtu angelikuwa ana busara, la raa, angeliona, anna alhayata ad-dunya, kuwa huu ulimwengu wa dunia, la'ibun, haya maisha ya dunia ni mchezo tu, wazinatun, na ni mapambo tu, watafakhur, na kujifakharisha tu. Mtu kutafuta ile mambo ya fahari ili naye aonekane ni katika watu ambao wenye navyo, kama ulivyokuwa ulimwengu wetu wa sasa. Yule mtu ambaye ana kitu au ana vitu ndio huthaminiwa, maana ya kuwa sisi walimwengu tumeacha kuuthamini utu wa mtu eti kisa hana kitu, na yule ambaye mwenye kitu ndio tunayemuona kuwa ni mtu mwenye thamani sana. Maneno magumu hayo, lakini ndio wanadamu wa sasa ambao wapo, baadhi ya wanadamu wako katika hali kama hiyo. Yule mwenye nacho ndio humthamini, na yule ambaye ni hohe hahe basi hana thamani mbele yao, hata kama awe ni mcha Mungu kiasi gani. Anasema walau kana razina, na lau angelikuwa ni mwenye busara. Lau kama tulivyosema, harful imtina'i wujudi biwujudi ghairihi, ni herufi ambayo huzuia kupatikana kitu kwa sababu ya kupatikana kitu kingine. Kwa hiyo sasa hapa, lau kama angelikuwa na busara, jawabu lake hii, la raa anna alhayata, angeliona kwa haya maisha ya uhai, laibun, ni mchezo tu. Lakini kwa nini hakuyaona kuwa haya maisha ya dunia ni mchezo, ni mapambio tu? Kwa sababu gani hakuona hivyo? Kwa sababu hana busara. Kwa sababu ya kule kutokuwa na busara, kutokuwa na hikima. Na busara kama hii maana yake kutoangalia mambo mwishoni mwake, haya ninayo yahangaikia, yatakuja kunipa faida, atakuja kunipa hasara. Kwa hiyo haangalii kule mwisho wake, angalia hapa tu, macho yake mafupi hapa tu, nadhani eti kuna pazia kule, hawezi kuona mbele. Kwa hiyo mtu kama huyu asiye na busara, ndio mwisho wa siku kuangukia katika majanga kama haya. Anasema na lau angelikuwa na busara, la angeliona anna hayata dunia, kama maisha ya dunia, laibu, ni mchezo, lahu, na ni pumbao, wazinatun, na mapambio, maana mapambo, watafakhuru, na kufakharishiana, tanqatu anhu bilmauti, hukatika kutokana na hizo fahari, hayo mapambo, sijui huo mchezo wa dunia, hukatika yote hayo kutokana na kufa. Maana mtu akifa basi yote hayo hukatika. Allah Ta'ala anasema, Mwenyezi Mungu hali yakuwa ametukuka, i'lamu, dueni, annama alhayatu dunya, kwa hakika maisha ya ulimwengu, laibun, ni mchezo, wala haun, na ni pumbao, wazinatun, na ni mapambo, watafakhuru, na kufakharishiana, bainakum, baina yenu, watakathuru, na kujiona mtu mwenyewe ana vitu vingi, watakathuru, na kukithirishiana, mimi nina hiki, mimi nina kile, fil amwali, katika mali, wala aulad, na watoto. Hayo ndio maisha ya dunia. Walikhaif, na kwa yule mwenye kuhofu, maqama rabbihi, kisimamo cha Mola wake, au makamu ya Mola wake, yule mwenye kuihofia. Wanaha nafsa, na akaikataza nafsi, anil hawa, kuachana na yale matamanio yake ile nafsi. Litakuna aljannata hiya alma'wa, basi na iwe ile pepo ndio makazi, maana ndio makazi yake, mafikio yake, mashukio yake. Anasema wa a'dhamu asbabil falahi,
Na sababu kubwa wa a'dhamu asbabi, na sababu kubwa alfalahi ya kufaulu, al-imanu bil ghaibi, ni kuamini ghaibu. Na ghaibu ni vipi? Maghaibu manake maghaba anka, kile ambacho kimeghaibika kutokana na wewe, au an nafsika. Manake waambiwa kuna Mungu, Mungu ushawahi kumuona, hujawahi kumuona. Kuna pepo, pepo ushawahi kuiona, hujaiona. Kuna moto, umeuona, hujauona. Kwa hiyo kule kuamini vile visivyoonekana ambapo vimebaidika mbali na shakhsia yako na maono yako na fikra zako, basi huko ni miongoni mwa sababu kubwa zitakazokupelekea wewe kufaulu. Ndio anasema wa a'dhamu asbabil falahi, sababu kubwa zaidi ya kufaulu, al-imanu bil ghaibi, ni kuamini ghaibu, wa iqamatu salati wa ita'u zakati wa imanu bima unzila ala nabiyina alayhi afdala salatu wassalam. Bimaana pia vile vile kusimamisha swala, iqamu salati, ita'u zakati, kutoa zaka, wal imanu bima unzila ala nabiyina, kuamini yale ambayo yameteremshwa kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, wama unzila min qablihi, na yale ambayo yameteremshwa kabla yake mtume sallam, kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka. Amesemaje? Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi. Alif lam mim wallahu wa rasuluhu a'lam. Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanajua muradi wa makusudio ya hizi herufi tatu ambazo zimeunganishwa hapa. Anasema dhalika alkitabu, hiki ni kitabu, la raiba fiha, kina shaka ndani yake, hudan, ni mwongozo, lilmuttaqina, kwa wale muttaqina wenye kumcha Mola subhanahu wa ta'ala. Muttaqina wale ambao ni kina nani? Au muttaqina ni kina nani? Asema alladhina yu'minuna bil ghaibi, ni wale ambao wenye kuamini ghaibu. Anaanza kusifiwa sasa. Alladhina ni wale ambao yu'minuna bil ghaibi, wanaamini ghaibu, wa yuqimuna salata, wanasimamisha swala, wa mimma, na miongoni na baadhi ya vile ambavyo razaqnahum, tumewaruzuku, yunfikuna, basi hivyo wanavitoa. Hao ndio kina nani? Hao ndio muttaqina, hao waliokusudiwa hapa. Asema walladhina, na wale ambao yu'minuna bima unzila ilayka, wanaamini yale tuliyoteremsha kwako, wa ma unzila, na yale tuliyoteremsha min qablika, kabla ya kwa, bila akhirati hum yuqinun, na akhira hao, hum hao, yuqinuna, wanayaqini kwa sisi mwisho wa siku tutakufa, na baada ya kufa tutafufuliwa. Na mwisho wa kufufuliwa, imma peponi, Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao, na imma motoni, Mola asijalie kuwa ni miongoni mwa watu wa motoni. Anasema ulaika, hao wenye kusifika na sifa hiyo. Sifa gani? Bimaana hizo zilizotajwa hapo nyuma. Ulaika ay almawsufuna bima dhukira, kwa maana hiyo wale wanaosifika na hizo sifa ambazo zimetajwa. Ala hudam min rabbihim, wapo juu ya uongofu ya Mola wao, au juu ya uongofu wa Mola wao. Wa ulaika, na hao humul muflihuna, ndio muflihuna, ndio waliofaulu hao. Wa min asbabihi al-adlu, wa min asbabihi al-adlu wal ihsanu, pia vile vile miongoni mwa sababu ambazo kwamba zitakazompelekea mtu kufaulu. Wa min asbabihi, na baadhi ya miongoni mwa sababu hiyo, alhau yaudu ila alfalahi. Al-adlu ni mtu kuwa mwadilifu, kufanya uadilifu, wal ihsanu, na pia vile vile kufanya ihsani, wa ita'u dhil qurba, na kuwapa wale ndugu. Dhil qurba bi maana ndugu hao. Wajtinabu anil fuhushi, na kujiepusha kutokana na yale mambo mabaya mabaya, wal munkari, na mambo ya munkari, wal baghi, pia vile vile kujiepusha na dhulma. Qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka. Amesemaje? Sema inna Allah ya'muru bil adli, hakika Mwenyezi Mungu huamrisha kufanya uadilifu, wal ihsan, na ihsani, wa ita'i dhil qurba, na kutoa kuwapa wale ndugu. Wa yanha, na anakataza Mwenyezi Mungu watu waachane anil fahashai, kutokana na fahsh, alfuhushi, yale mambo ambayo ni mabaya mabaya, mambo ya uovu uovu, wal munkar, na mambo ya munkari, mabaya mabaya, wal baghi, pia vile vile na dhulma. Ya'idhukum, anakuwaidhini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, la'allakum, hakika nyinyi tadhakkarun, mtakumbuka. La'allakum tadhakkarun. Anasema waruia, na imepokelewa, anna nasa niyamu, hakika watu ni wenye kulala. Fa idha matun tabahu, basi pindi watakapokufa, hapo ndo uzinduka. Bi maana hivi sasa tutatembea, tufanya harakati zetu, tufanya mishemishe zetu, lakini bado tupo katika wimbi la mughafala, ndio kulala huko, sio kulala macho. Yani bado tupo katika wimbi la mughafala kwa kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kufanya maasi, tupo katika mughafala, hatumchi Mola kama inavyotakiwa, na maasi tuyafanya kama tulivyokatazwa, lakini bado tuyafanya. Kwa hiyo sasa, kwa namna kama hiyo, tupo katika wimbi la mughafala, ndio watu wamelala, lakini watakapokufa ndio wanazinduka. Waona sasa, mtu aona ayana kwa yale aliyoyafanya, kumbe ni yale
malipo yake kumbe ni haya, je nisingefanya? Au yale mazuri, je ningefanya zaidi na zaidi, singepata malipo zaidi na zaidi? Kwa hiyo katika namna kama hiyo anasema fa'alaika biljiddi watashmiri, basi jilazimishe. Fa'alaika biljiddi, basi jilazimishe wewe na kujipinda, watashmiri, na kujitahidi, ila sabili alfalahi, kuzielekea zile njia za kufaulu. Warufudhu asbab atajafi, na achana na zile sababu za kukaa mbali. Warufudhu, na achana wewe, asbab atajafi, na zile sababu za kukaa mbali, za kujiepusha na Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kumtii yeye, an ibada, kutokamana na ibada, minas saamati, kutokamana na kukimwa, as-saama, kukimwa mtu kutoka kuwa mvivu, wal malalat, na pia vile vile jiepushe kutokana na malala manake ndo hizo katika namna sampuli za uvivu, utepetevu, wenyewe wasema utepetevu, yani mtu kulegea katika mambo. Anasema fa'alaika, basi ni juu yako wewe, biljiddi, kujitahidi, wa tashmir, na kujifunga kibwebwe, manake pia vile vile kujitahidi, kwa sababu aljiddi wa tashmiri yote hakufu tafsiri maana sawa, lakini kwa vile zimekutana sehemu moja, hiyo jiddi tutaita kujipinda na hiyo tashmiri tutaita kujitahidi, lakini maana yake ni ile moja. Kwa hiyo jitahidi, huko kujitahidi, ila sabili alfalahi, kwenda kwenye njia za kufaulu. Warufudhu, na achana asbaba tajafi, zile sababu za kukaa mbali, za kujitenga na Mola Subhanahu wa Ta'ala, alil ibada, kutokana na ibada, minas saamati, kutokamana na kukimwa, jiepushe na huko kukimwa huko, kama nilivyosema, maana yake ni kwamba mtu kuwa mvivu, wal malalat, na pia vile vile malala, utepetevu wa tabia, pia ni uvivu, wal batalat, na pia jiepushe na ubatilifu, fi turuqi dhalala, katika njia za uovu. Wala budda laka, na wala hapana budi kwako wewe, min ittikhadhi akhi, kutokamana na kujifanyia ndugu, fillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, liyuinaka, ili apate kukusaidia huyo ndugu yako, kama kana salafu salih, kama alivyokuwa wale salafi wetu waliotangulia. Wala budda laka, na wala hapana budi kwako wewe ndugu yangu, min ittikhadhi akhin, kutokamana na kujifanyia ndugu, fillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ili ndugu huyo liyuinaka, apate kukusaidia wewe, kama kana salafu salihu, kama alivyokuwa wale salafi salih wakijifanyia ndugu. Achilia salafi salih, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina kule, basi akha baina almuhajirina wal ansari, Mtume aliweka udugu, aliwafanyisha watu kuwa ni mandugu, baina almuhajirina na wale maanswari. Bwana wewe, huu ni ndugu yako kwa ajili ya Mola, si udugu wa kinasaba, si baba mmoja mama mmoja damu moja. Huyu katoka Madina kaenda zake, huyu katoka Maka kaenda zake Madina. Kule Madina hana mjuaye, hana ndugu wala hana rafiki, lakini mwisho wa siku Mtume sallallahu akamwambia, wewe ndugu yako ni huyu, na wewe ndugu yako ni huyu. Mwisho wa siku wakasaidiana katika wema, wote wakawa ni wenye kufaulu. Leo wakitajwa katika mimbari utasikia radhiyallahu anhu. Sababu gani? Kwa sababu wamesaidiana katika khairi. Nasema liyuinaka, ili apate kukusaidia, kama kana salafu salih, kama alivyokuwa salafi salih. Walidha, na kwa ajili hiyo, qala radhiyallahu anhu, wa in safaita aw khalalta khilla fa fi rrahmani faj'al man tuakhi. Wallahu a'la wa a'lam. Kubwa tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله محمد.